Moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu jioni hii, tukianza na mzozo kati ya Israel na Iran unaoendelea kuibua wasiwasi wa kimataifa, huku Israel ikionekana kutanua mashambulizi yake dhidi ya Tehran. Rais wa Marekani Donald Trump ametuma ujumbe mzito akiwataka wakazi wa Tehran wahame mara moja, akisisitiza kuwa anataka mwisho halisi wa mzozo huo na si tu usitishwaji mapigano. Iran nayo imeapa kwamba Israel itashindwa. Wakati hayo yakiendelea, wasiwasi wa kimataifa unazidi kuongezeka, huku mataifa kama China, Qatar na Urusi yakitoa wito wa utulivu na mazungumzo. Idi Sesanga na taarifa zaidi. Israeli inaendelea kupanua kampeni yake ya mashambulizi ya anga dhidi ya Iran, ikiwa ni siku ya 5 tangu ianzishe shambulio la kushtukiza dhidi ya jeshi na programu ya nyuklia ya Tehran. Wakati mashambulizi hayo yakiendelea, Rais wa Marekani Donald Trump alichapisha ujumbe mzito akiwataka wakazi wa Tehran kuhama mara moja. Hapo awali, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alikuwa amewaambia waandishi wa habari kwamba majadiliano yalikuwa yanafanyika kuhusu mpango wa kusitisha mashambulizi kati ya Iran na Israeli, lakini Trump alionekana kupinga hadharani kauli hiyo katika machapisho yake ya mitandao ya kijamii na mazungumzo na waandishi wa habari akiwa safarini kurejea Washington. Tunatafuta kitu bora kuliko usitishaji vita. Hatutafuti usitishaji mapigano. Huyo alikuwa Emmanuel, mtu mzuri, lakini anakosea mara nyingi. Tunatafuta zaidi ya usitishaji vita, mwisho halisi wa vita. Sio usitishaji vita, bali mwisho au Iran kuachana kabisa na mpango wake. Wakati huo msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Iran, Reza Tlaibnik, ameionya Israeli kwamba itashindwa katika mzozo huu, akisema kuwa mifumo ya kijeshi ya Iran inaweza kujibu mashambulizi kwa mafanikio. Regime Sahyunisti, utawala wa Kizayuni utazidi kuyumba kadri muda unavyosonga na hatimaye utavunjika moyo kutokana na kile ambacho umekuwa ukikitaka. Hawakutarajia kuwa mfumo wetu wa uongozi ungeanza kufanya kazi upya siku chache zilizopita. Hawakutarajia na walijidanganya kwamba wamemaliza kazi kwa kulenga mfumo wa makombora. Sasa haya makombora yanarushwa kutoka wapi kuelekea kwa utawala wa Kizayuni? Regime Sahyuni. Kikosi cha ulinzi wa mapinduzi cha Iran kimesema kilishambulia makao makuu ya kurugenzi ya ujasusi ya Israeli na kituo cha operesheni cha shirika la ujasusi la Mossad mapema leo, ingawa Israeli haijathibitisha mashambulizi hayo. Jeshi la Israeli linasema Iran imefatua makombora na droni zaidi ya 400 dhidi ya Israeli tangu Ijumaa, huku Israeli ikidai kuwa imeharibu zaidi ya theluthi moja ya mifumo ya ufyatuaji makombora ya Iran na kuwaua maafisa wa juu wa kijeshi. Jeshi la Israeli limesema hakukuwa na mashambulizi makubwa leo Jumanne, lakini limeonya juu ya wimbi jipya linalotarajiwa katika saa chache zijazo. Wakati huo mataifa kadhaa yakiwemo China na Qatar yamekosoa mashambulizi ya Israeli dhidi ya vituo vya nyuklia, huku rais wa China Xi Jinping akieleza hofu juu ya kuvurugika kwa amani ya kanda ya Mashariki ya Kati. Urusi nayo imejitolea kuwa mpatanishi katika mzozo huo, lakini amesema Israeli haijaonyesha utayari kwa upatanishi wa nje. Shirika la kimataifa la udhibiti wa nishati ya atomic IAEA limesema sehemu za chini ya ardhi za mtambo wa nyuklia wa Natanz zimeathiriwa moja kwa moja na mashambulizi ya Israeli, katika ishara kuwa vita hivi vinaweza kugusa mstari mwekundu wa kimataifa. Shukran Idi Sesanga. Viongozi wa kundi la nchi 7 tajiri kiviwanda duniani G7 wanaendelea kujadili masuala muhimu yanayoikumba dunia bila ya mshirika muhimu Marekani. Haya yanajiri wakati rais wa Urusi Vladimir Putin akisema kuwa mwenzake wa Marekani Donald Trump alikuwa sahihi kulikosoa kundi hilo kuibagua nchi yake kushiriki mkutano huo unaofanyika mjini Kananaskis huko Canada. Amina Abubakar na ripoti kamili. Kuondoka mapema kwa Trump katika mkutano huo wa G7 ni pigo kwa kundi hilo ambalo mkutano wake ulionekana kama nafasi ya kupima umoja wao, hasa katika kipindi hiki dunia inapopitia changamoto chungu nzima. Hii leo mkutano huo utajadili vita vya Urusi na Ukraine katika kikao kitakachohudhuriwa pia na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambaye alipanga baadaye kuzungumza na Trump pembezoni mwa mkutano huo. Awali rais huyu wa Marekani aliweka wazi kwamba hakupanga kujiunga na mpango wowote wa pamoja wa kuiwekea Urusi
vikwazo zaidi kufuatia hatua yake ya kumshambulia jirani yake Ukraine. Huku hayo yakiarifiwa, msemaji wa ikulu ya Urusi Dmitry Peskov amesema nchi yake inakubaliana na Trump ambaye awali aliukosoa mkutano huo kwa kuibagua Moscow kushiriki. Kusema kweli, tunauona ujumbe unaokuja kutoka Canada. Huu ni mkutano muhimu na bila shaka ni muhimu kuutumia kukusanya taarifa. Tunachambua taarifa tunazopata na tunakubaliana na Rais Trump. Ilikuwa kosa kubwa kuiondoa Urusi kutoka katika muundo wa kundi la G8. Urusi iliondolewa katika kundi la G7 lililojulikana awali kama G8 kwa kujumuisha nchi hiyo baada ya hatua yake ya kulinyakua eneo la Crimea la Ukraine mwaka 2014. Kando na hilo, viongozi wa kundi hilo linalojumuisha Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Italia, Japan na Umoja wa Ulaya wamepanga kujadili kwa upana usalama wa nishati na nchi washirika wanaohudhuria kama wageni waalikwa, ikiwa ni pamoja na Waziri Mkuu wa Australia Anthony Albanese, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi, Rais wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva, mwenzake wa Mexico Claudia Sheinbaum, Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini na Rais wa Korea Kusini Lee Jae-myung. Hapo jana msemaji wa Rais Trump alitangaza kuwa kiongozi huyo anarejea Washington kutoka Canada kufuatia mgogoro unaoendelea kati ya Iran na Israel. Israel ilishambulia Iran kwa droni na makombora siku ya Ijumaa, na saa chache baadaye mashambulizi ya kulipiziana kisasi yakaanza kati ya mahasimu hao wawili. Israel imesema imetekeleza shambulizi hilo ili kuizuia Iran kuendelea na mpango wake wa nyuklia iliyoutaja kuwa hatari kwa usalama wa Israel. Hata hivyo, hii leo Iran imeikosoa vikali taarifa ya pamoja ya kundi hilo iliyosema kwamba jamhuri hiyo ya Kiislamu ndio chanzo cha kuyumba kwa kanda ya Mashariki ya Kati, ikisisitiza kuwa Israel ina haki ya kujilinda na kupinga pia Iran kumiliki silaha za nyuklia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Ismail Baghai amesema G7 imefumbia macho uchokozi wa Israel dhidi ya taifa lake. Ilikuwa ripoti yake Amina Abu Bakar. Tukisalia katika suala hilo la mkutano wa viongozi wa kundi la nchi 7 tajiri kiviwanda G7 unaofanyika nchini Canada, ambapo mazungumzo yanagubikwa na mgogoro mkubwa unaoendelea kati ya Israel na Iran. Tangu mwanzoni, viongozi hao kutoka Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Canada, Italia na Japan walisema kuwa hakutokuwa na tamko la pamoja baada ya mkutano huo, lakini kumeshuhudiwa hali ya migawanyiko na kukinzana kwa sera kuhusu mzozo huu mpya wa Mashariki ya Kati, jambo linaloibua wasiwasi kwanza kuhusu ushawishi wa kundi hili la G7 na iwapo mkutano huu wa Canada utakuwa na tija yoyote, hasa baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuondoka kabla ya mkutano wenyewe kumalizika. Kuyajadili yote haya nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Mohamed Saleh akiwa mjini Paris, Ufaransa, na kwanza nilimuuliza ikiwa anadhani kuwa mkutano huu wa G7 utazaa matunda yoyote, na hasa kwa kuzingatia misuguano iliyopo kati ya viongozi wa kundi hilo, kwa mfano Trump na Macron. Kwa hivi sasa sidhani, kwa sababu mvutano ni mkubwa na tumeona namna ambavyo rais wa Marekani bwana Trump alivyo, siwezi kusema amemdhalilisha, lakini amejaribu kuonesha kwamba rais wa Ufaransa bwana Macron anajaribu kujitiatia kwa kujaribu kutabiri mambo ambayo hayajui. Na katika muktadha huu wa migogoro inayoshuhudiwa kimataifa, ikiwa ni pamoja na vita vya Ukraine, mapigano Gaza, vita vipya kati ya Israel na Iran, unadhani kundi hili linatakiwa kufanya nini hasa, ikizingatiwa baadhi ya viongozi kama Rais Trump amekuwa na kauli tatanishi? Kwa hivi sasa sioni jambo gani ambalo anaweza kufanya isipokuwa labda nchi za Ulaya kuweza kujizatiti na kuwa na sauti. Kwa hivi sasa sauti ya Ulaya haisikiki, na hii inatokana na kwamba muda wote wamekuwa wakiishi katika hali ya utegemezi wa kuitegemea Marekani, ambayo huko nyuma hakuja kuwa na migongano ya kifikra na nchi za Ulaya, lakini hivi sasa wanashirikiana na mtu ambaye ndo mkubwa wao, kubwa lao, ambaye hatabiriki. Kwa hivyo ni swala ambalo labda la kuwafanya viongozi wa nchi za Ulaya
kutafakari upya mitizamo yao na kuangalia umuhimu wa Ulaya kuweza kuwa na sauti yake ambayo inaweza kusikika duniani. Na tukisalia kwa rais huyo wa Marekani Trump, ametoa pia kauli nyingine akisema kwamba ni kosa kubwa kuiondoa Urusi kwenye kundi hilo la G7. Unadhani kauli kama hii inaashiria nini katika mshikamano wa kundi hili la G7? Nafikiri Trump anavyosema ni sawa, kwa sababu nimeshawahi kusikia viongozi wengine wa Ulaya huko nyuma wakisema hivyo hivyo, kwamba wangelikuwa nayo Urusi mezani wangeweza labda kuepusha migongano au mizozo mingi ambayo sasa hivi inatokezea duniani, hususan kwa mfano kwenye swala la Ukraine. Labda kama Urusi ingelikuwa haijapigwa pande toka huko nyuma, wangeweza kakaa wakazungumza wakakubaliana na wangeliweza kuepusha huu mzozo au mgogoro unaoendelea ambao unachukua maisha ya watu wengi. Na kwa ufupi kabisa, unafikiri kundi hili la G7 bado lina ushawishi kama ilivyokuwa hapo awali? Kwenye baadhi ya masuala, kwa sababu kuna masuala wanatofautiana, lakini kuna masuala hata hawatofautiani sana. Labda tuseme hichi ni kipindi ambacho ni kipindi cha mpito ambalo ili grupu linapita kutokana na kwamba yule wanayemtegemea kwa kiongozi wao mkubwa ni mtu ambaye hatabiriki. Lakini labda pengine huko mbele ya safari, kwanza hizi nchi nyingine za Ulaya zitaweza kutafakari na kuweza kuangalia upya nafasi yao katika huu umoja pia, na pengine labda kama uongozi utakuja kubadilika huko mbele ya safari, mambo yatakuwa mengine. Alikuwa ni mchambuzi wa masuala ya siasa Mohamed Saleh akiwa mjini Paris, Ufaransa, kama nilivyozungumza naye muda mfupi uliopita. DW tunavuma kwa kishindo.